Naam, mwezi wa Januari umetupa kisogo na katika sekta ya elimu mtaala mpya unabisha hodi. Mabadiliko makuu yapo njiani kwenye mfumo wa elimu nchini Kenya. Siku ya Jumatatu Januari 30 mwaka 2017, Wizara ya Elimu itaandaa kongamano kubwa ambalo litahudhuriwa na wadau wote husika. Maudhui kuu ikiwa ni kujadili, kutathmini na hatimaye kuafikiana juu ya mabadiliko ya mtaala wa elimu nchini, yaani curriculum. Kongamano hilo litafafanua bayana mfumo utakaokumbatiwa na Wakenya kuhusiana na elimu ya Wakenya nchini Kenya. Kwa ufupi, mfumo wa elimu ya 8-4-4 tunaupungia mkono wa kwaheri. Ndani ya studio ninao wahusika wakuu kwenye kongamano hilo ambao watatujuza dondoo baada ya dondoo kuhusiana na mfumo mpya wa elimu. Yupo Daktari Teresa Mwoma ambaye ni mwanakamati katika kamati ya taifa kuhusiana na mabadiliko ya mtaala nchini, National Steering Committee on Curriculum Reforms. Yupo Bwana Patrick Andika, naibu mkurugenzi anayehusika na mafunzo ya walimu katika taasisi ya kuunda mitaala nchini KCD. Kisha yupo Jonathan Wesaya, mtafiti wa masuala ya elimu na mchambuzi wa masuala hayo kwenye kipindi hiki kila Jumamosi. Jina langu ni Franco Tieno. Hujambo na karibu. Mtangazaji wa lugha ya ishara ni William Sila. Naam, tuende katika taarifa zetu. Yapo madai kwenye mitandao ya kijamii ya kulawitiwa kwa mwanafunzi mmoja wa kidato cha kwanza katika shule ya taifa ya Maseno. Inadaiwa kuwa maskini kijana huyo mwenye umri wa miaka 15 pekee alilawitiwa na wanafunzi watatu wa vidato vya 3 na 4, na kwamba ndugu zake walipokea taarifa hizo baadaye kabisa bila kujulishwa na uongozi wa shule hiyo kuhusiana na ni vipi na ni nani alikitenda kitendo hicho cha unyama. Ikiwa kweli hayo yalitendwa, basi tunataraji kwamba washukiwa hao wameshakamatwa tayari kufunguliwa mashtaka kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Kenya. Kwa mengi zaidi, basi namwalika Bwana Jonathan Wesaya hapa mbele aje atusomee madai hayo jinsi yalivyo. Njoo Bwana Jonathan kwenye mitandao, na kisha baadaye naomba usimame huku. Hebu tuangalie tu. Naomba iweke katika Super Bowl hapa tafadhali kama hivyo. Haya. Bwana Jonathan Wesaya. Dau mtandaoni. Mambo ya kusikitisha, kama unavyosema, kama ni kweli ilikuwa ni vema wazazi na watu wanaomshughulikia huyu mtoto wapate hizi habari kwanza. Ningependa labda waweke ile slide kidogo, hii sijui kama utaisoma. Kuna nyingine ambayo nafikiri ina maandishi makubwa tu ambayo ningependa tuyasome kwa watazamaji wetu. Wakibadilisha tunaweza endelea tu. Wanasema my brother joined Maseno School with the help of Equity Bank Wings to Fly Foundation. We lost both our parents when he was only 5 years. He has been staying with my elder sister in Nairobi, where he did his KCP. Last week my sister received a call from the school saying my brother was unwell and needed to be taken to hospital. She asked what the problem was, and they asked we send money for him to be taken to hospital, which we did send 4,000. Sasa hata hapo kabla tuendelee, kuna jambo hapo. Shule unapokuwa na mwanafunzi ambaye ni mgonjwa, lazima mwalimu mkuu na wasimamizi wa shule wawajibike wamsaidie mwanafunzi kupata matibabu. Sio kumuitisha mzazi atume fedha kwanza ili mtoto apate kusaidiwa. Huduma ya kwanza, frontline attention, lazima iwe inatoka kwa shule. Ndiyo. Sababu huyu mwanafunzi analipa karo. Ndiyo. Lakini mambo yanapoendelea na kuwa zaidi ya kiwango cha shule, basi mzazi anajulishwa ili aje asaidiane na shule. Ndiyo. On Monday they called again, wakasema twende tumpeleke hospitali ingine, amezidiwa. We sent our brother to get him, only to find that my brother had been sodomized by 3 Form 3 and 4 boys. He reported to the nearby police station and took him to hospital. We are now following up on the issue. Equity Bank has also taken up the matter, and they are helping us get justice for my little brother. I blame it on the principal, the school management, as they knew from the very day my brother was molested, but they kept it away from us. Ndugu Wesaya, ikiwa basi haya madai ni kweli, basi nafikiri tuko katika jamii ambayo watoto wetu wako hatarini. Wako hatarini sababu shule ya Maseno sio shule hivi, ni shule ya kitaifa, shule yenye jina la kutajika. Kila Mkenya angependa mtoto wake wa kiume aende asome pale. Sasa madai kama haya yakianza kutokea, yanaharibu sifa ya shule
na yanawatia wasiwasi wazazi wengine ambao wana watoto kule, sababu kila kuchao na jua likitua haujui mtoto wako aliyekule ako salama ama ako vipi. Manake nikiangalia wanafunzi kama hao wameshakuwa ni wanyama, si watu. Manake wanapomfanyia mtoto mwenzao hivyo wa kidato cha kwanza analawitiwa na vijana watatu, yani I'm trying to imagine that. Bado hainiingi. Na ukiangalia kwenye ujumbe huu wanasema vijana watatu wa kidato cha 4 na cha 3. Kumaanisha ni kitu ambacho kimeenea kiasi. Watoto wa vidato viwili vilivyo tofauti wanaweza kushirikiana na kula njama kumfanyia tendo la unyama kama hili. Kwa hivyo nadhani kwamba mtazamaji, Bwana Richard Limo ambaye ndiye mratibu wa masuala ya elimu katika eneo la Nyanza, basi analo jukumu sana la kufanya uchunguzi wake, na endapo basi vijana hao watabainika kwamba walifanya hivyo, basi hapo kuna kesi ya kujibiwa, na Bwana Otula ambaye ndiye mkuu wa shule hiyo basi anayo mengi tu ya kuwaelezea wazazi na walezi, kwa sababu ni swala ambalo linavunja moyo sana, na ni shule ambayo iko na jina nzuri tu. Sasa jina linapoharibiwa hivi, basi ni nani atakayetaka kumpeleka mtoto wake katika shule kama hiyo? Nashukuru sana ndugu Wesaya. Basi wewe ndio kaketi chini, tuendelee na taarifa zingine ambazo tuko nazo hapa. Asante. Naam, Waziri wa Elimu Fred Matiang'i amewataka wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma kusitisha mgomo wao, huku akilitaka Baraza la Mashauriano ya Masuala ya Vyuo Vikuu yani IPUCCF kuanzisha mazungumzo mara moja na kutoa suluhu mwafaka kufikia tarehe mosi mwezi Machi. Consulted across government with the SRC and our colleagues at the National Treasury, so we are all mobilized to ensure that the discussions happen expeditiously and they happen in a cordial and peaceful environment, which then of course requires that we hold off any actions that may either inhibit or unduly pressurize the negotiations as they carry on. I have therefore, in consultation with my colleagues this morning, I have asked all councils of public universities to immediately cease any actions that would jeopardize these discussions, including any possible disciplinary actions that they were thinking about, any communication they have made in that regard, and any court actions contemplated or planned within that kind of framework. We are interested in providing a very conducive environment for these discussions and the negotiations to be concluded. We've had constructive discussions on the 2013-2017 CBA, and as a union we want to say that we've heard what the stakeholders have requested, and we are going to give those requests a considerable thought. As a union, we are bound by our constitution, Article 15A and B. Therefore, we are going to activate the organs of the union and will respond appropriately. Na masomo katika vyuo vikuu nchini yataendelea kulemazwa baada ya Baraza Kuu la Chama cha Kutetea Maslahi ya Wahadhiri yani UWASU kukataa wito wa Waziri Matiang'i Waziri Matiang'i uliwataka kwamba wasitishe mgomo huo. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. The National Executive Committee has rejected the statements of intention by the government. They have resoundingly voted that the strike continues until the 2013-2017 CBA is negotiated, signed, registered, and implemented. I want to tell all chapter secretaries across the country to intensify the strike. Intensify the strike, because dons do not eat statements of intentions. Kenya nchi ya migomo kweli. Na mgomo huo wa wahadhiri katika vyuo vikuu vya umma umewatatiza wanafunzi wanaojilipia karo ya masomo, yani wasiopokea ufadhili wa serikali ambao hufahamika kama parallel students. Ni taarifa yake Lofty Matambo.
Isaac Maloi, mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo kikuu cha Nairobi, mwanafunzi anayejifadhili yani parallel student kimombo, akisomea criminal na criminal justice, lakini haki haioni hata baada ya kujilipia shilingi 69,000. Yupo tu akiziangalia fedha zake zikizama maji. Mwezi ikisha wanalipa pesa yao, na hiyo pesa ni pesa yetu yenye tumelipa sisi, hatujafunzwa. Maloi anadai anahujumiwa. Wao wanalipa 19,000 per year, na sisi tunalipa per semester about average of 65,000. Inalipa the day-to-day studies like lectures yenye nina attend, ninalipa huyo lecturer. Chuo kikuu cha Nairobi ndicho kilichokuwa cha kwanza kuanza mpango huu wa kuwasajili wanafunzi wa parallel mwaka 1998, kisha kufuatwa na vyuo vingine vya umma 22 hadi miaka hivi karibuni. Awali hali ilikuwaje? Mwanzoni vyuo vikuu vilikuwa vimewatenga wanafunzi wa kujilipia na wale ambao wanalipiwa na serikali, na wakati ule ilikuwa kwamba kukiwa labda na mgomo, wale ambao wamejilipia wanaendelea kusoma. Lakini kwa sasa vyuo vikuu vingi vimewachanganya hawa wanafunzi, na huo uamuzi wa kuwachanganya ulitokana na mambo mawili. Mwanzo ni kwamba kila mmoja anapata shahada ile moja. Kwa hivyo ikiwa mtawatenga wanafunzi itamaanisha kuna wengine labda wanapata elimu duni kuliko wengine. Na sasa kundi hili la wanafunzi wanaojikakamua kwa jino na ukucha kuhakikisha kwamba wanapata masomo yao, wanasema wamechoka na suluhu wanalo. Wanapanga kuongeza chumvi kwenye kidonda kwa kwenda barabarani na vile kuandamana sawia na wahadhiri wao. Sisi parallel tumeamua, this is the matter between lectures and parallel. Not now, their strike is between lectures and government. But we also want to start ours, lectures and the module 2 students. As they ask for their right, we also want our right to be attended. Tofauti ya Maloi na wenzake walio kwenye mpango wa regular ni hii. Wanaofadhiliwa na serikali hulipa karo ya kati ya shilingi 18,000 na 24,000. Wanaojifadhili nao wanalipa shilingi 55,000 hadi 75,000 kwa mwaka. Katika malazi, wanaofadhiliwa na serikali hulala vyuoni na kulipa shilingi 4,500 hadi 5,800. Wanaojifadhili nao hujishughulikia kule nje. Kwa nini wamepoteza mwelekeo? Wangeshikamana wawe ni wanafunzi wote, maana kila mwanafunzi ana haki ya kufunzwa. Wangeshikamana wawe ni wanafunzi wote, wanataka kuandamana kuitisha mgomo wa wahadhiri usitishwe. Lakini sisi we are very different from them. So sisi tunastahili kufunzwa kulingana na pesa yetu, kwa sababu tushalipa pesa. Tunapoongea saa hizi tumelipa pesa, tumeconfirm unit, na ukiingia portal pesa yako zinaenda tu as per days goes. Hadi hapo kesho ambapo jopo la wahadhiri litatoa msimamo wake. Msimamo wake Maloi na wenzake utasalia huo. Lofty Matambo, KTN leo, Nairobi. Haya, shukran sana ndugu Lofty Matambo kwa taarifa hiyo ambayo inaangazia masaibu ya wanafunzi hao wa vyuo vikuu vya umma ambao wanajitegemea kwa kujilipia karo ya shule. Basi tuendelee katika mdahalo huu ambapo hivi leo basi niko na wageni ambao wamejitolea kabisa ili kujadili kongamano ambalo linakuja siku ya Jumatatu, ambapo sasa si siri kwamba Wakenya sasa wanaopungia mkono wa buriani au kwa heri ule mfumo wa elimu wa 844, mfumo ambao ulianzishwa mwaka 1985. Katika studio basi ningependa kuwatambulisha tena wageni wangu, Daktari Mwoma. Mwoma, nakumbuka ulikuwa nasi hapa kama wiki kadhaa zilizopita. Yes, 19th December. Yes, Daktari Teresa Mwoma ambaye ni mwanakamati kabisa katika kamati inayohusika na swala hili nzima, kamati ya taifa inayohusika na masuala ya kubadilisha mtaala wa nchi. Curriculum reforms. Yeah. Alafu kando yake basi yuko bwana Patrick Andika. Andika ameandika mambo mengi mpaka amefika hapa. Karibu sana bwana Andika. Asante. Na habari za KICD bwana? KICD tuko sawa. Sasa pale umesema kwamba wewe unahusika na teacher education. Hebu tuelezee kama mimi ni mwanafunzi wa darasa la pili, sijui unacho kusema wewe unafanya nini pale? Pale katika taasisi yetu kazi yangu ya Assistant Director wa Teacher Education inahusika hasa sana na kufanya utafiti kuhusu masuala ya walimu, kisha kutengeza zile mitaala zenye zinahusika na training ya walimu, kisha kwenda kule nje na kuhamasisha walimu ili kwamba waelewe ni yapi ambayo wanafaa kufanya wakati wanaenda kwa darasa. Na kila mara huwa tunafanya utafiti, tunafanya research, tunaenda kule nje, tunajadiliana na walimu ili tuendeleze elimu katika nchi yetu ya Kenya.
Wanaandika sijui kama katika utafiti wake ushabaini kwamba mwalimu anapofundisha katika maeneo yale alipozaliwa, basi huyu mwalimu anakuwa mzembe sana darasani katika kazi yake. Yeye kazi yake ni kufanya mambo yake tu, anafunga ng'ombe wake pale malishoni, haingii darasani. Utafiti kama huu mshafanya? Hayo nimeyajua, hata utafiti ushaonyesha ya kwamba walimu wanaendelea kuwa wadhoofu sana wanapofunza katika lile eneo ambalo wamezaliwa, kwa sababu wanakuwa ni kwamba kila mara wanazingatia yale mahitaji yao, ili hali wanafaa kutilia maanani mahitaji ya mwanafunzi. Kwa hivyo wakati ule nilipokuwa shule, hata mimi kule kwetu, ilikuwa si jambo la kustaajabu wakati mwalimu anakoza kuja kwa darasa, kwa sababu ni wakati wa kupalilia mahindi. Kwa hivyo anaamka asubuhi, anaenda na palilia kabla aje darasani. Siku kama Ijumaa tulikuwa tusomi, kwa sababu tunaenda pale asubuhi, walimu ameenda sokoni, basi sisi tunacheza mpira, ikifika saa 6 tunaelekea nyumbani. Call it a day. Yeah. Mambo hayo. Nadhani kwamba mwajiri wa walimu basi TSC anakusikiliza kwa makini, ili basi mwalimu anapokuwa katika mazingira yale, basi wajue kwamba utendakazi wake unatiwa shaka. Ndugu Jonathan Wesaya, tumechambua na wewe pale ile taarifa. Wewe ni mtafiti na masuala ya elimu unafuatia kwa karibu. Ile taarifa umeiona vipi pale Maseno? Ungetoa ushauri gani kwa Bwana Otula ambaye ni mkuu wa shule hiyo, na vile vile Bwana Richard Limo ambaye ndiye mratibu wa elimu katika kanda hiyo ya Nyanza? Kuna watu watatu ningependa kuwazungumzia. Wazazi wa huyo mtoto na wale wanaoshughulika kumweka pale shuleni. Huyo mwanafunzi yafaa apate ushauri nasaha, kwa sababu hilo ni jambo la kutamausha. Likifanyikia na una umri wa miaka 15, bado hana nguzo na nguvu za kulidhibiti na kujisimamia. Sasa apate ushauri. Mtu wa pili ni mwalimu mkuu wa Maseno. Angelishughulikia hilo jambo kwa njia tofauti kidogo, awashughulishe wazazi na mtoto apate matibabu kwa haraka, kwa sababu inavyosemekana kwenye mitandao saa hizi kuna magonjwa, kuna ukimwi na nini. Sasa wakichukua muda zaidi kabla huyu mtoto apelekwe kupata matibabu, basi wanamuweka katika hali ya hatari. Bwana Limo ambaye anasimamia elimu kanda hiyo, naye lazima shoka lake lianguke. Wale waliohusika, basi mkono wa sheria uandame. Kwa sababu hilo ni kosa, that's a criminal offense. Na hao watoto nafikiri, watoto wa form 3 na 4, mama wewe kama mzazi nafikiri your womb is really feeling it, don't you? Yeah, mama ndiye huwa na hisi uchungu mkubwa, lakini tuliposikia huyu ni mtoto yatima, wazazi waliaga dunia akiwa miaka 5, na huyu mtoto amekuwa akikaa na dada yake na ndugu zake. Hiyo inaonyesha ya kwamba discipline katika shule zetu imetorola sana. Na inaonyesha ya kwamba walimu wako makini kuangalia ni nini inaendelea. Huyo mwalimu mkuu ama yule mwalimu alikuwa wazamu. Kitu ya kwanza wangepeleka mtoto hospitali afanyiwe huduma ya kwanza, wajulishe wazazi, shule ishughulike, alafu mambo ya fedha iwe imefuata baadaye. Lakini vile tulisikia hiyo hadithi ni kwamba mambo hayakuenda vilivyo, waliombwa pesa kwanza. 4,000 shilingi. Yes. Na hawa ni watoto yatima, na huyo mtoto wanaelewa ya kwamba amepelekwa na wings to fly to school. So kuna gap kubwa katika discipline kwa hiyo shule, na hiyo ni shule kubwa ya kutachika. You cannot imagine. Na basi mtazamaji, basi hilo ni jambo ambalo limeibuka katika mdahalo huu leo, pamoja na kwamba sio mada yetu kuu, lakini ni taarifa ambayo imetutamausha kweli hapa katika dau la elimu. Na ilivyo desturi ni kwamba sisi katika dau la elimu tunashughulikia yote, mawanda yote ya elimu. Hivyo basi kile ambacho kinaweza kikamkwaza mwanafunzi katika shughuli yake pale darasani au kumtatiza katika ile safari yake ya kujaribu kuafikia ndoto yake, sisi katika dau la elimu hatuna budi ila basi kuwashika mateka wale wanaohusika na kuwauliza maswali magumu. Ndipo basi tunamuuliza Bwana Richard Limo, umeshafanya utafiti wako na uchunguzi wako umefikia wapi? Tungependa tusikie hivi karibuni ukitisha vyombo vya habari kuambia kwamba je, hali hii imefikia hapa, huyu mtoto umeongea na yeye na umewapa usaidizi upi ama umewapatia hakikisho ipi
wale wazazi na walezi ama wale ambao wako naye karibu. Kwa hili ni jambo ambalo linaaibisha sana kwamba shule kama hiyo inaweza kawa na tuhuma kama hizo. Kama ni tuhuma basi tungependa ziwe tuhuma. Tunaomba Mwenyezi Mungu iwe hivyo. Lakini kama ni kweli basi yametafanyika, ole wao wale wanafunzi ambao walimfanyia unyama mwenzao. Haya, samahani watazamaji, manake imebidi niongee kwa uchungu kidogo, manake uzazi pia upo. Kwa sasa basi ningependa tuingie katika awamu hii ya kuzungumza masuala ya elimu, na hii leo basi wataalamu ambao wako hapa tutazungumza nao kuhusu mtaala mpya unaokuja. Na mtazamaji uko huru kushiriki nasi katika kipindi hiki kwa kutumia nambari za simu ambazo ziko hapo katika chini ya runinga yako, basi tumeziandika hapo. Ushiriki nasi, utuambie maoni yako, mtazamo wako ni upi kuhusu mtaala mpya na mfumo mpya ambao unaletwa na wadau wa elimu. Bi Mwoma, wewe Daktari Mwoma umekuwa mhadhiri, bado wewe mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Kenyatta. Sasa hivi wewe uko katika ile kamati na husika na mabadiliko haya yanayokuja katika mtaala wetu. Hebu tuambie kwamba Jumatatu kuna nini kitafanyika? Asante sana Frank kwa hii nafasi umetupatia kujadili mambo ya curriculum reforms and the conference that is coming on Monday. Siku ya Jumatatu tunatarajia kukuwa na stakeholders conference ambayo KICD itakuwa ikileta the reforms, ikiwajulisha ni reforms gani zimeendelea katika mfumo wa elimu wa country yetu, ili wapate fursa ya kuelewa ni yapi yamebadilika na uzuri wa hayo mabadiliko ni gani katika jamii, katika wanafunzi, na yako tofauti aje kuliko ule mfumo tuko nao wa 844. Yes. Aha. Kwa hivyo ningependa basi nikujumuishe ndugu kutoka KICD, Bwana Patrick Andika. Tungependa labda tueleze kwamba je, katika taasisi ya KICD mmehusika vipi na kwa sasa mambo yamefikia wapi? Asante sana. Taasisi yetu ya KICD ambayo ni taasisi ambayo imepewa hilo jukumu ya kutengeza curriculum kwa nchi hii, imekuwa inafanya kazi sana tangu wakati tuliambia Wakenya ya kwamba tuko tayari kubadilisha mfumo wetu wa elimu. Ndio. Tulipoanza ilikuwa ni kwamba lazima tuwe na zile committees ambazo zitatuwezesha kubadilisha mfumo wa elimu, na ndiposa tukishirikiana na Wizara ya Elimu kukawa na ile steering committee ambayo ilitengenezwa, ikawa imepewa members, wakaanza kazi yao. Kisha kwa ile steering committee kukawa kuna committee ambayo hiyo steering committee ndipo yuko madam daktari yuko pale. Ndio. Alafu ile steering committee iko na viwango 3. Kuna wale ambao wanahusika na technical, kuna wale ambao wanahusika na capacity building, na kuna wale wanahusika na kutafuta hela, fundraising. Kwa hivyo kuanzia hapo tuliondoka tukaenda nje, kwa sababu masuala ya kutengeza elimu ya nchi sio jambo ambalo unaamuka tu asubuhi unasema nataka kubadilisha. Lazima uende kule kwa wananchi upate kujua ni yapi ambayo wanataka kwa jamii, kwa sababu elimu ni ya maana sana kwa nchi mzima. Ndiposa hata unaposikia ya kwamba kuna utofu wa nidhamu kila mara, watu wanasema ni kwa sababu watu hawakufunzwa shuleni. Tulipokuwa na vita zile za mwaka wa 2008, watu wakawa wanauliza, je, shule ziliwafunza nini hawa wa Kenya kwamba hawawezi ishi pamoja kwa amani? Ndio. Kwa hivyo jambo lolote ambalo linafanyika kwa nchi, kila mara watu huwa wanalaumu mfumo wa elimu. Kwa hivyo tulienda nje tukafanya lile linaitwa kwa kimombo needs assessment, ili tujue Wakenya wanataka nini kuhusu masomo. Hapo tulienda tukakutana na washikadau aina mbalimbali kwa nchi, wakiwemo walimu, wakiwemo wakuu wa elimu, wakiwemo makanisa, wazazi, watu wa dapaka mbalimbali kwa nchi. Ndio. Kisha tukarudi kwenye taasisi tukaandika ile report ya kuonyesha ni nini Wakenya wanataka. Ndio. Kisha tukawa ni katika ile hali ya kufanya utafiti zaidi, kujua nchi zingine hapa duniani kuna mfumo gani ya elimu. Kwa hivyo watu mbalimbali kutoka kwa taasisi wamekuwa wanatembea kwa nchi za nje kuangalia ni vipi elimu inaendelezwa katika nchi zingine, kwa sababu unavyojua ni kwamba
hatuwezi kuwa tuna wanafunzi ambao watatoka kwa mashule zetu na hawezi wakafanya kazi kule nje ya nchi hii ya Kenya. Kwa ufupi, hebu tuelezee without complicating. Yes. Hebu tuambie kwamba ni yapi hasa ambayo yamejitokeza katika mfumo huu, kwamba mabadiliko yapi ambayo yanakuja superficially, can you just come out clear? Mabadiliko baada ya kuandika zile ripoti na kutembea kule nje kuangalia vile elimu inaendelea, ndio tulipata ya kwamba kuna haja ya kubadilisha hali yetu ya elimu kwa nchi hii. Kwa hivyo mabadiliko makubwa ambayo tunatarajia ni kwamba, kwa mfano, mwanafunzi atahitajika kuingia pre-primary akiwa na miaka 4, pre-primary, alafu akiwa na pale miaka 5, alafu akifika miaka 6 atakuwa anaingia katika grade 1. Kutakuwa na grade 1, grade 2, grade 3. Hiyo tunaita lower primary. Alafu ataingia kwa grade 4, 5 and 6, the upper primary. Haya, tujifanye kwamba sasa yule anayetazama pale nje ni mtu ambaye atajui pre-primary ni nini, lakini anasikiliza sasa hivi kipindi hiki, angependa ni bibi kizee tu ambaye anataka kabla mtoto hajajiunga na primary school. Kuna mambo ya pre huyu anajua. Huyu ni mtu wa PCD. Hebu tuambie. Kuna yale masomo ya pale. Primary anamaanisha mambo ya masomo ya chekechea. Na yes. Na umeuliza ya kwamba ni mabadiliko gani tunatarajia. Kwanza amesema juu ya early years of education. Yes. Early years of education inaunganisha masomo ya chekechea miaka miwili. Pre-primary 1, pre-primary 2, inaunganisha grade 1, grade 2 na grade 3. Alafu mabadiliko mengine ni ya kwamba kuna middle school. Middle school inaunganisha upper primary and junior school. Pre-primary miaka mingapi? Miwili. Yeah. Huyo ni mwanafunzi, mtoto ambaye umri kama upi? Miaka 4 na miaka 5. Hayo ndio masomo ya chekechea. Yeah. Amalize miaka miwili. Atatoka pale akiwa umri wa miaka kama akiwa mwaka wa 6 anaingia grade 1, grade 1, grade 2. Hiyo sasa ndio kama class 1. Yeah. Hiyo ndio class 1. Class 1, class 2. So tunaita grade. Yes. So mtazamaji, sasa mambo yatabadilika. Hakuna cha class 1 na grade 1, grade 1. Unataka kujua hivyo. So umesema pre-primary grade 1. Pole pole. Unajua watazamaji wanataka wasikize maneno kabisa. Pole pole. Haya, grade 1 hiyo sasa ni miaka mingapi sasa? Mtoto akiwa miaka 6 anaingia grade 1. Hiyo ilikuwa zamani, mfumo huu ni class 1. Class 1. Akiwa miaka 7 ataingia grade 2. Grade 2. That is class 2 of today. Ndio. Miaka 8 amekuwa grade 3. Na kwa hivyo tunasema ya kwamba masomo ya early years education unasoma miaka 5. Miwili ya masomo ya chekechea, mtoto akiwa miaka 4, miaka 5. Miaka 3 akiwa grade 1, grade 2 and 3 anasoma lower primary. Mabadiliko mengine sijui kama niendelee kusema. Endelea tu. Nakusikia. Tuko na middle level education. Hiyo inajumuisha kidogo Kiswahili unikanganya. Kwa hivyo nichanganya unaniruhusu. Hata Kikisi unaweza ongea. Very good. Yeah. So katika mfumo wa middle school education tuko na grades 4, 5 and 6 which is upper primary. Sasa hiyo ndio class 4, 5 and 6. Yes, upper primary. And then we have junior secondary which is Ngoja kidogo, ushaenda tena junior? Yes. Bado tukapa grade 4, 5 and 6. Yes. From this 6 hakuna class 7, hakuna 7. Jamvi tulikunja hapo. Hiyo grade 7 inaenda grade 7, that is junior secondary. It's called junior secondary. Yes. Grades 8 and grade 9. That forms now middle school education. Middle school education. Yes, 6 years of middle school education comprising of upper primary and junior secondary. Then now we have the senior school, that is grades 10, 11 and 12. Ni form 4 tu ya kawaida hii tu. Unaenda class 12. Yes, class 12, that is form 4 ya kawaida. Class pargario. Then 3 years in tertiary level. Yes. Yes. 3 years sasa ndio college sasa. Yes, university. Kwa hiyo university imepunguzwa sasa imekuwa miaka mitatu. Ndugu Wasaya, wewe umekuwa ukifuatia kwa karibu sana masuala haya. Sijui haya maelezo nimeelezwa hapa umeyapokea vipi na
Utafiti wako umebaini nini? Jambo la kutamausha ni kwamba nimekuwa nikishiriki kwenye mdahalo huu takriban sasa miaka mitatu, lakini ukiangalia kwenye mitandao ya jamii kuna Wakenya fulani ambao wana kisomo kizuri ambao wameanza kushtuka sasa, wanauliza haya mabadiliko yanatokea wapi? Lakini nakumbuka vizuri sana serikali ya Jubilee ilipoingia, Profesa Kaimeni akiwa pale, jambo lake la kwanza ilikuwa ni kutangaza kuna mabadiliko yanatokea. Sio kitu ambacho kimeanza na Matiang'i. Ni safari ambayo ilifungwa na wadau takriban miaka mitatu iliyopita. Matiang'i amekuja kuitia kasi tu na kuelekea kutamatisha. Kitu ambacho ningependa Wakenya wazingatie kwa ndani ni kitakuwa lipi watoto wetu wakitoka majumbani wakienda shuleni wataenda kusoma. Tusipige siasa na kelele kuhusu miaka. Miaka haina maana. Kwa sababu tulipobadilisha kutoka mfumo tuliokuwa nao kabla tuje 844, watu walisema miaka imepunguzwa, miaka imebadilika. Tukaweka fikra zetu kwenye miaka. Wakati tulibaki pale kwenye miaka, mabadiliko mengine yakaanza kufanyika hapa na pale ambayo hayakuwa yamepangwa. Kwa sababu ilikuwa wewe unalalamika tu, unasema mtoto wangu anabeba begi lenye vitabu vingi sana, hii haikubaliki. Waziri anaposikia anasema masomo mangapi shule ya msingi? Punguzeni, ongezeni, punguzeni. So we were engaging in incremental adjustments of the curriculum which was not very strategic. Lakini sasa ni jambo ambalo washikadau wamelivalia njuga, na Daktari Mwoma hapa anawakilisha mashirika ya kijamii na wasomi. Sasa kulikuwa na watu wengi ambao kutoka kwenye kundi hilo yeye alichukuliwa kutuwakilisha, kwa sababu sio kamati ambayo inaweza kaa Wakenya wote. Sasa alilotumwa ni kubeba sauti ya washikadau hawa wote, aende nayo pale mezani, alafu atumie ujuzi wake ili mtaala unapobadilishwa basi sauti, mawazo na nia za Wakenya wengine ziko pale ndani. Basi ndugu Wesaya, ningependa tupumzike kidogo, tuchukue mapumziko mafupi. Tukirudi basi tutaendelea na mdahalo huu, na mtume maoni yenu kwa kutumia nambari ya rafa bila malipo 22155 22155, na vile vile mpige simu kwa line zetu ambazo ziko wazi sasa. Tukirudi basi tuendelee na mdahalo huu. Huu ni kipindi cha Dau la Elimu, usiende mbali.